Jesus, asante. Karibuni sana. My name is Michael Njoroge. I'm the lead pastor of the Abundance Church, and our core function is to reveal and to glorify our Lord and Savior Jesus Christ unto the nations. We are located in Kiambu Town. Kiambu Town is in Kiambu County at Deacon Plaza, and we meet here in the 5th floor. So if you ever find your way, if you're ever in Kiambu, please, you're very much welcome to worship with us. So we have 2 services. We meet every Saturday from 5 p.m. to 7 p.m. We also meet every Sunday from 9 a.m. all the way to 1 p.m. So we are a worshiping community. We are a Bible-believing church. We believe in Jesus Christ as our Lord, our Savior, and as our King. And so if that's what you believe, or you'd like to join a fellowship so that we can pray together, we can honor God together, we can serve Him together, you're welcome to come and fellowship with us. So karibuni sana. This is the Abundance Church. Amen. If you're here for the very first time, I honor you and I welcome you officially. The seat that you are seated on, you can make that to be your permanent seat. Amen. And please, after the service, don't be in a hurry. Please let us say hi to one another, and I believe that we shall be blessed. Just a few announcements. We are still meeting on Saturday from 5 p.m. to 7 p.m. For our Bible classes. This is where we get deeper into the Word of God. So if you'd like to know God deeply, so please, every Saturday from 5 p.m. to 7 p.m. right here in our church, the Abundance Church, you're welcome. So you can come, join us for prayer, join us for worship, and of course for a moment to hear the Word of God. And every Sunday, we are still meeting from 9 a.m. to 1 p.m. And also if you are here to join a fellowship group, a cell group, so please make sure that you talk to one of our ushers and you'll be guided on how to do that. Amen. We are also being encouraged to continue praying for this ministry. You know that prayer is an integral part of what we do. So keep praying for me, keep praying for the ministry. Let us keep praying for one another, and I know that we shall be blessed. And I believe with those few announcements, we can now get into the Word, and I know that we shall be blessed. Amen. So please let us take a moment, bow your head, and ask the Lord to speak to you wherever you're watching us from. This is an amazing time for you to also connect. If it is time to pray, please pray. If it is time to, worship, please worship. And I know that we shall be blessed. So Father, we thank you. Father, we honor you. We glorify you and we honor you for your goodness, for your mercies. Father, Lord, for all that you have done for us. We thank you for your forgiveness. We thank you, Father, Lord, for showing us your mercy. Father, Lord, your word tells us that your mercies are new every morning. And Father, Lord, we are enjoying the fruits of your mercy. And for that, Father, Lord, we say thank you. We repent of each and everything that does not glorify you. And Abba, Father, we pray that, Father, Lord, you may forgive us and cleanse us by the blood of Jesus, in the mighty name of Jesus. And even right now, as we sit to listen to your word, Father, Lord, we pray that you will teach us. Father, Lord, we pray that you are going to rebuke us, correct us, encourage us, build us, and let your word work on us in the mighty name of Jesus. Your word is able to transform us, O God. Your word is able to renew us, O God. Your word is able to build us, O God, in the mighty name of Jesus. Give us understanding even as we listen to your word. And Father, Lord, as I minister, release your spirit upon me. Give me the language
that each and every one of us can understand. In the mighty name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Somebody say amen. Now, today, I want to talk about a subject that is dearly and deeply in my heart. And it is a sermon that I believe, or a teaching that I believe, that it is an apostolic teaching, and it is a teaching that will be so beneficial to the body of Christ. And by the way, this is a teaching that I believe that every believing, Christ-believing believer should be able to listen to and adopt in their day-to-day life. Hallelujah. So neno la leo ni neno ambalo ninaamini litakuwa neno la muhimu sana kwa maisha ya kila muamini. And so if you believe in Jesus, today I just want us to go an extra mile, and I want us to look at the aspect of your responsibility as a believer. So ukishaokoka na ukaamini ya kwamba Kristo ni Bwana, kuna kazi ambayo unafaa kuanza kufanya. Kwa hivyo sio kuamini tu, hata mimi na wewe tuna jukumu. We have a responsibility as believers in the body of Christ. Amen. And so today I want to teach on the subject, the burdens of intercessors. The burdens of intercessors. The burdens. The burdens of intercessors. Manake, of course kwa maandiko, hakuna watu ambao wanaitwa waombezi. Lakini lazima tufahamu ya kwanza, mimi na wewe tuna jukumu. Na jukumu ambalo tuko nalo ni la kuwa waombezi. Na kwa hivyo leo tutaangalia mambo ambayo lazima kila mwombezi awe na mzigo ama achukue jukumu ya kuweza kuyaombea. That these are burdens that every believer must pray for. Hallelujah. Or every intercessor must carry. Of course, I believe, this is what I believe. I believe that every believer must be an intercessor. Ninaamini ya kwamba kila muamini lazima awe mwombezi. Last week we were looking at the enterprise of prayer. And I say that prayer is a very important component. It is a necessity to the life of every believer. And I remember that we took time to understand the importance of prayer and why every believer or every man ought to pray. And of course I told you that prayer is very important, that Jesus, the Word incarnate, took time. The Bible says that he went to a solitary place to pray. Hallelujah. And so if we are to be like Jesus as our model, as our perfect picture, the one we look up to, we must follow his methods. We must adopt his formula all the way he lived. Hallelujah. And so if Jesus was a man of prayer, you and I, we must also adopt this formula and become men and women of prayer. So that's number one. Remember, we are talking about the burdens of an intercessor. So if Jesus took time to pray, you and I must pray. The second reason is that the Bible commands us to pray. The Bible commands us to pray. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, I believe from verse 16, if you continue, the Bible says, pray always. Pray always. Another translation says, pray continually. So if we are following Jesus and we want to be like Jesus, we must pray. Number two, it is a command of the scripture that we must pray. So if you want to live a life that honors and glorifies God, you must be a man or a woman of prayer. So that's the second thing.
The third thing that I believe we must adopt a lifestyle of prayer is that if you study the scriptures, you're going to realize that among the many things Jesus took time to teach, prayer was one of them. Hallelujah. So the disciples of Jesus, after walking with Jesus for a very long time, they got to a place and they asked Jesus, teach us how to pray. These are the disciples of Jesus. These are men who had walked with Jesus. They had seen him raise the dead. They had seen him release healing. They had seen him, giving or delivering deliverance. And so they knew that Jesus lived a life of power. But after walking with Jesus, they are going to him and they are telling him, Master, teach us how to pray. Kwa hivyo kama wanafunzi wa Yesu, if the disciples saw that in everything they could learn, they went to him and they said, there is a secret we have seen and that's what we want to learn. We must also learn how to pray. Praise be to God. Amen. Now, Jesus, in talking about the church, he said that my house shall be called a house of prayer. This is why we must pray. If number one is that Jesus was a man of prayer. Number two, the Bible commands us to pray. Number three, Jesus taught about prayer. Number four, God says that my house shall be called a house of prayer. It means that one of the definitions of the house of God is that it is a house of prayer. It means that as we gather, we must gather. In our gathering, we must spend some time in prayer. Praise be to God. So with that introduction, let us now go and look at our teaching on the burdens of prayer. The burdens of prayer. Why men must pray. The burdens of prayer. What is a burden? A burden ni mzigo. A burden ni mzigo. It is something you carry. It is a responsibility you take. So when I'm saying about the burdens of an intercessor, I'm saying a responsibility that every intercessor must take. Praise be to God. So we are saying that there are dimensions of God we will never encounter through casual Christianity. There are places we will never go ama hatutafika if we take our walk with God very casually. So as the body of Christ, we need to pray. We need to stop living a casual life and we need to take this subject very seriously. There are victories that will never come through wishful thinking. You know, all of us, we have dreams. Kuna mambo ambayo tunatamani. But there are things we will never achieve if we just, casual thinking, ama wishful thinking. If you just wish, there are victories that you will never receive. So our lives must go beyond wishing and we must go to contending for our destinies. Kuna mambo ambayo lazima tupiganie na tunaweza tukayapigania kwa njia ya maombi. There are battles we will never win through silence. I'm saying why men must pray, the burdens of an intercessor. So there are wars, there are battles that we will never win through silence. If you are silent, it's that you are permitting your destiny to be destroyed. If you are silent, you are accepting the life that you are living. If you are silent, you are saying, I know and I accept everything that is going on. Because prayer is one way that believers dispense power. It is one way that we legislate.
we rule on our knees. We rule through prayer. And so battles are won through prayer. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. So there are things in your life or in your family or in your generation that are waiting not for intelligence, but for a man who can pray. They are waiting for a man who can call unto God. Praise be to God. There are things that will not change in our families until an intercessor arises. There are things that will not change in our churches until intercessors arise. There are things that will not change in our nation until intercessor arise. There are things that will not change in the body of Christ until intercessors, men and women who have taken up the responsibility to pray, arise. Bwana Yesu asifiwe. In Luke chapter 18 verse 1, now we have started, I was just giving a brief introduction. In Luke 18 verse 1, the Bible says, and he spoke a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Let me read it again. The Bible says, and he spoke a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So Jesus did not say men should pray. He said that men ought to pray. It means that it is not, it is a must. It is not an option. We must live a life of prayer. Ought always to pray. You know, many of us will live like prayer is an option. Yes, there are battles we want to win. There are things we want to change, but we are still treating prayer casually. But the Bible says that Jesus gave a parable. Jesus was teaching, and the reason he was teaching, he wanted to show them, he wanted them to carry this lesson that man ought always to pray. And he was giving this parable to show them that they must always pray. Praise be to God. And so the first understanding that you must carry is that prayer is a necessity. It is not something we pray with. It is not something we joke around with. It is something that should be taken seriously. Man ought always to pray. It is a necessity. It is a divine expectation. It means that in the DNA of man, as God was creating man, he created a formula that he can commune with man, and that particular formula is what we are calling prayer. And so man ought always to commune and to communicate with God. Praise be to God. So if you don't pray, the Bible says that you are in this particular condition called fainting. Because the Bible says, man ought always to pray. So if you don't pray, you are in this condition that is called fainting. If you meet somebody who has fainted, they are of course alive, but they are not functional. So a Christian or a believer who is not praying, they are alive, but they are not functional. So there are so many people who today, they are alive as Christians. Yes, they are believers, but they are not functional. So the first office that every believer must occupy is the office of prayer. Praise be to God. Hallelujah. So I wanted to say that so that I tell you that God is looking for intercessors. So intercessors are not people who have decided, there is no anointing, there is no, you know, the way we have pastors, prophets, teachers, there is no office that we can say in the Bible of an intercessor. But you and I are required to pray.
And so when you begin to carry the burdens of other people, now we call you an intercessor. It means that you are interceding on behalf of other people. Praise be to God. So every believer must at least intercede, not only for themselves and their destinies and for the body of Christ, but even for the will of God to manifest. Ezekiel 22 verse 29 to 31, the Bible says, the people of the land have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and needy. They have oppressed the stranger wrongfully. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I have found none. Therefore have I poured out my indignation upon them. So I want you to understand something. God is saying, I sought for a man, but I found none. So in the land, there must be men and women who have decided that when God is looking for a man, God will not find none. Atapata mtu ambaye atasimama kwenye pengo. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Ezekieli ya kwamba Mungu alimtafuta mtu ambaye anaweza simama kwenye pengo kwa sababu ya mji huu, lakini akakosa. Na alikuwa anatafuta mtu ambaye anaweza simama kwenye pengo aombee mji ili asiharibu ule mji. Lakini maandiko yanatuambia ya kwamba hakupata mtu. Sio kwamba hakukuwa na watu, lakini ni kwamba hakukuwa na mtu ambaye angesimama atetee mji kwa njia ya maombi. The reason, the thing is, there were men in that land, but there were no intercessors, people who would intercede for the land, people who would cry to God and tell God, have mercy on us. Praise be to God. So we must ask ourselves, in our families, who is standing in the gap? We must ask ourselves, in our church, who is standing in the gap? In our society, who is standing in the gap? In our tribe, who is standing in the gap? In our business, who is standing in the gap? Hallelujah. For our government, who is standing in the gap? For the nation of Kenya, for this land, who is standing in the gap? Unajua na unielewe vizuri, kuna pahali tulifika na watu wakaanza maombi ya kujiombea wao wenyewe. And so maombi ya watu wengi inakuaga tu Mungu nibariki na kuvamia shetani. But our prayer should go beyond what God can do for us, and we should also take an extra responsibility of interceding for the land and for the people. And that's why many families today, mambo ambayo wanapitia ni kwamba hawana mwombezi. Kwa nchi ama taifa kama la Kenya, kunawezekana tunaona kuna watu wanaomba, lakini hakuna mtu ambaye anatetea taifa kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. And that's why the Bible says that if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I, the Lord, will hear them from heaven and heal their land. Lakini huyo mmoja wa kusimama kwenye pengo atapatikana wapi? Atapatikana wapi mmoja atetee familia? Atapatikana wapi mmoja atetee watu kazini? Atapatikana wapi mmoja atetee hata serikali? Atapatikana wapi? I sought for a man and I found none. Na hapa ndiposa ninasema lazima sasa our prayer must go beyond Father bless me, and we begin to take burdens
of the things that are close to the heart of God. Because many people, if they are not praying for themselves and things that are important to them, they do not have anything else to pray for. But today I came with a call to call you to stand in the gap and take up the position of an intercessor and intercede for the land, intercede for the nation, intercede for families, intercede for the body of Christ, intercede for the church in Kenya, intercede for the men of God, intercede for the worshipers, intercede for the children. Who will stand in the gap? Hallelujah. The burdens of an intercessor. Maandiko yanatuambia Mungu alitafuta lakini akakosa mtu. Kwa hivyo tunaweza kuwa wengine wetu tunakuja hapa kanisani kama venye mumekuja, lakini pengine hakuna mtu ambaye anasimama kwenye pengo. Pengine hakuna mtu ambaye amejitolea asimame kwenye pengo na aombe taifa, aombe kanisa, aombe wazazi ama watoto. Hallelujah. I remember growing up, there is a joke that we tunaambiana sisi wenyewe. This is a very famous joke among the people. Kwamba pahali nimefika ni maombi ya mama. That the far that I have come is because of the prayers that my mother used to pray for me. Now the time has come that you also take your place and pray for your mother. Hallelujah. And pray for the family and pray for the nation. The time has come so that we can intercede for the nation. I sought for a man. Hii maandiko yanatuma moyo wangu uwe mzito sana. Manake Mungu akiangalia taifa, inawezekana anasema ninamwangalia mtu kwenye taifa la Kenya, ninakosa mtu. Kama leo ni watu wangapi ambao wameombea barabara, wakasema Mungu tawara kwenye barabara ili shetani asichukue nafasi. Kwa hivyo barabara mingi they are just open. The devil can do whatever he wishes because hakuna mtu ambaye amesimama kwenye pengo. Sijui kama mnanielewa wapendwa. Lakini maombi yetu imekwama, Mungu nibariki, Mungu niinue, wachilia kibali. Sasa nani atabeba mzigo wa taifa? Who shall stand in the gap for us? Nani atasimama aombe watumishi? Wakati mtumishi mmoja anapatwa na mambo, sisi wote tunakimbia kuwapiga. Lakini niulize, ni watu wangapi wanasimama kuwaombea watumishi? How many people pray for the servants of God? Hallelujah. So judgment, hapa nikajifunza kitu moja. Judgment does not come by sin alone. Mji hauvamiwi kwa sababu ya dhambi peke yake. Mji unaweza ukavamiwa manake hakuna mtu ambaye anasimama kwenye pengo. Sikia hii. Unajua ukipata mtu anauza vitu za dhamana, halafu hana hata ulinzi, hajafunga mlango na nini, kila mtu anaweza ingia na akajisaidia na vitu pale ndani. Lakini mtu ambaye anauza vitu za dhamana na ameweka mlinzi, kuna mambo ambayo anazuia. Kwa hivyo sisi kuwa na waombezi ni kusema ya kwamba tumeweka walinzi. Shetani kwa kazi yake ya kuua, kuharibu na kuiba hawezi akafanikiwa, manake kuna watu ambao wanalinda malango ya mji. Bwana Yesu asifiwe. So intercessors are the people who carry the responsibility, the burdens as gatekeepers. Wanasema shetani hapa hautafaulu. Kwa nini? Tumesimama kwenye pengo. Praise be to God. So you and I must stand in the gap. Tusiwache mji bila ulinzi. Tusiwache barabara zetu bila ulinzi.
Tusiwache taifa letu bila ulinzi. Ukiamka unamwambia Mungu tawala, ukilala unamwambia Mungu tawala. Kwa nini? You have taken up the responsibility, the mantle, the burden of an intercessor. Sio kujiombea peke yake, sio kuambia Mungu nilinde. Hapana. Sasa you have taken an extra responsibility. Unaambia Mungu, kwa niaba ya taifa ninasimama. Unamwambia kwa niaba ya taifa, Mungu tuhurumie. That is the burden of an intercessor. Praise be to God. And so this burden is heavy. This burden is costly. Itakuchukua wakati. Hauendi kujiombea, lakini unaenda mlimani. Unaenda mlimani kuombea taifa. Unaenda mlimani kuombea wachungaji. Unaenda mlimani kuomba watu waokoke. The burden of an intercessor. Hallelujah. This is what we call spiritual labor. Sio wewe peke yako usaidike. Unajua wakati mwingi tunafunza kuhusu maombi, tunafunzaga mimi, what can I get from prayer? Lakini today I'm pushing you an extra. I'm pushing you mbele kidogo. Sio kujiombea tu, ya kwamba wewe utajiombea, and you'll also take care of that extra burden, the burden of an intercessor. Praise be to God. The Bible says in the book of Romans chapter 8 verse 26, Romans chapter 8 verse 26, that likewise the Spirit also helpeth in our infirmities, for we know not what we should pray, but for we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Hallelujah. There is a level of prayer where words are not enough. Even language can fail you. You need to pray in the Spirit, because not every time we know what to pray for. Who shall groan on behalf of the nation? Who shall groan on behalf of the families? Who shall groan on behalf of the next generation of apostles and servants who will take up the mantle to carry the gospel? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But you see, we've gotten so comfortable with people saying there is no power anymore in the house of God. Watu siku hizi wanapiga watumishi, wanavamia kanisa, wanafanya maneno, lakini Wakristo bado hawajachukua jukumu la kusimama kwenye pengo. Leo ninataka tusimame kwenye pengo. Hallelujah. Katika Wagalatia 6, Galatians chapter 4, Galatians chapter 4 verse 19, the Bible says, my little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. So Paul is not preaching here. The Bible is saying, I travail. Travailing is a form of labor. Ya kwamba mimi ninawaombea ili Kristo aumbike ndani yenu. Who will travail so that Christ may be formed in this generation? Yes, we can be saying that this generation hawataki mambo gani, hawataki nini, but who shall stand in the gap like Paul and travail until Christ be formed in them? Hallelujah. Praise be to God. So travailing is laboring until something is born. Until something is born. Sio kusema tu watu hawa wanakaa hivi, sio kusema tu kwenye taifa kuna ukabila, sio kusema tu kwenye taifa kuna ufisadi. Lazima sasa tuanze kusimama kwenye pengo na tuweze kuombea taifa. Sio kusema tu viongozi ambao tuko nao sio viongozi wazuri. Lazima kupatikane mmoja ambaye ataombea taifa hadi Mungu asikie na ajibu maombi yetu. Hallelujah. May the Lord God bless His word. The burdens of an intercessor. Tumekaa sana na tumefunza sana kujiombea, lakini Mungu bado anatafuta mtu ambaye atasimama kwenye pengo.
Tazama ni watu wangapi hawajaokoka. Nani anasimama kwenye pengo watu waokoke? Nani anasimama kwenye pengo watu wafunguliwe? Who is standing in the gap so that people who are dealing with addictions may be delivered? Who is standing in the gap? Tunaona makosa mingi, but who is standing? Who is standing in the gap? Who is travailing on behalf of the nation, on behalf of the people? And this is why I came to tell you that we must stand in the gap. So there are burdens that intercessors must carry. Kuna mambo ambao waombezi lazima waweze kuyaombea. Na leo ninataka tuingie kwa maandiko kidogo, tuangalie mambo ambayo maandiko yanasema lazima tuyaombee, so that you and I, we can know that we have a responsibility of praying for these things. Tuna jukumu. Maandiko yametuambia ya kwamba lazima tuombee haya maneno. Kuna mambo ambayo yako karibu na moyo wa Mungu. There are things that are close to the heart of God. And we must take up the responsibility of interceding for the body of Christ. By the way, wanga ninajiuliza sana, hata hapa ni wangapi wananiombea? Yes, mnakuja kila Jumapili na ninawaombea, lakini how many people are praying for me throughout the week? Ni watu wangapi tunaombea watumishi wa Mungu? Ni watu wangapi tunaombea watu ambao wanatumika kwa sababu ya injili? How many people? And this is a burden. This is a responsibility that all of us must carry. Every intercessor needs to carry this burden on behalf of the nation, on behalf of the land. Na mimi sisemi ya kwamba kuna watu special, kuna watu ambao wametengwa kwa sababu ya uombezi. Hapana, mimi ninasema lazima hata wewe uwe na mzigo wa kuomba. Lazima hata wewe uombe kwa niaba ya taifa, uombe kwa niaba ya familia, uombe kwa niaba ya watumishi, uombee mwili wa Kristo ili mapenzi ya Mungu yatimie. Tunajua Mungu anapenda watu wakimrudia. Ni watu wangapi wamechukua mapenzi ya Mungu wakayaweka kwa moyo wao na wakasema, kutoka leo nitasimama kwenye pengo, nitamlilia Mungu kwa sababu ya mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona mambo ambayo lazima tuyaombee. Jambo la kwanza, lazima, maandiko yanatuambia lazima tuwaombee, ama acha niseme we must pray for the government. Lazima tuwaombee watu ambao wako kwenye uongozi. So maandiko yanasema in 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. Nilikuwa na ngoja tuwekewe basi. I exhort you therefore that first of all supplications, prayers and intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. First of all, lazima watu wasimame na tuombeane sisi wenyewe. Zaidi ya kuombeana sisi wenyewe, we must pray for those in authority. So this burden is a burden that every intercessor must carry, because the person in authority ana affect kila kitu. Tunaelewa? So lazima tuombee watu ambao wako kwenye mamlaka, kwa sababu tukiwaombea na wakae na waishi kulingana na mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu yatatimika. Lakini watu ambao wako kwenye mamlaka,
kama mtu ambaye anaitwa Farao. Tunajua wakati Musa alitumwa na Mungu, wanaweza kuwa watu wenye moyo mgumu na wakazuia mapenzi ya Mungu. And so every intercessor, kila mwombezi, mimi na wewe, lazima tuchukue jukumu, lazima tuwe na mzigo wa kuombea watu ambao wako kwenye mamlaka. Ninajua hili sio neno ambalo watu wanasema amen sana, lakini ni neno ambalo ni la muhimu kama tutatimiza mapenzi ya Mungu. We must pray for those in authority. Somebody say amen. Lazima kuwe na mtu mmoja ambaye atasema thy kingdom come, thy will be done on earth. Kusimame mtu kwenye pengo aseme, Bwana, hata hapa Kenya ufalme wako na uje, mapenzi yako na yatimie hapa chini kama ilivyo juu. How many people actually pray for the will of God for the nation of Kenya? Ni watu wangapi tunaomba mapenzi ya Mungu yatimie? So as I'm saying, this is the year of double grace, double harvest, lazima nichukue jukumu ya kuombea watu ambao wako kwenye mamlaka, kwa sababu Mungu atawatumia kufanya mambo ambayo anafaa kuyatimiza kwangu yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise, kama Mungu anafaa kukuinua kwenye biashara, lakini ambaye yako kwenye mamlaka anakataa mpige biashara, ombi lako litatimia namna gani? We must pray for those in authority. Praise be to God. Lazima tuseme thy kingdom, thy kingdom, thy kingdom come, thy will be done. Thy kingdom come in Kenya, thy will be done. Thy kingdom come in Kiambu, thy will be done. Mapenzi yako na yatimie hapa Kiambu. Hivyo ni kusema hakuna kitu Mungu ameamulisha pahali ambapo uko ambacho hakitatimia kwa sababu wewe haukuchukua jukumu lako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa ninasema hata hapa kanisani, oh God, thy kingdom come and thy will be done. Thy will, thy will. This is what we call labeling for God. Praise be to God. So we must pray for leaders and those in authority. Na hiyo tumesoma, pray for leaders and those in authority. Ya kwanza tumesema we must pray for all men. We must pray for all men. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. We must pray for leaders and those in authority. Kwa nini tuombee viongozi? Leaders, they shape the spiritual climate. Kunaweza kukaingia kiongozi ambaye atahujumu mambo ya kumsifu Mungu. Akuje somebody who can come and limit the freedom of, worship. Kwa hivyo lazima tuwaombe. Anaweza akakuja na akakuwa sio kiongozi wa haki. Sio kiongozi wa haki. And as we know, justice is very close to the heart of God. Our God is a God of justice. Mtu ambaye anakuja na anaanza kuishi na kuongoza kwa njia ambazo sio za kiungu. Na mnajua akija kuongoza kwa njia ambazo sio za kiungu, Mungu anaweza akapiga taifa, manake wamekubali kuabudiwa kwa miungu mingine. So we must pray for those in authority. So as you are praying, Father, protect me, remember you have a responsibility to pray for those in leadership. Hallelujah. Number 2 is because authority attracts spiritual warfare. Lazima tuwaombe. Tunasemaga ya kwamba siasa ni chafu. Lakini ni kwa sababu siasa, ukishaingia kwa siasa, mitego ni mingi. Tunahitaji kuombea watu ambao wanaingia kwenye mambo haya. Na tunaona hata
Daniel, because he was faithful, because Daniel was excellent in the things he was doing, we saw that a few of his fellow governors, they ganged up against him. Praise be to God. And so we see that we need to pray for those in authority. Because leadership affects evangelism. Who will have all men to be saved? Lazima tuwaombe ili wakubali tuhubiri. Lazima tuwaombe ili wasihujumu agenda ya Mungu. Lazima tuwaombe. So we pray for wisdom. Tunawaombea hekima. We pray for righteousness. We pray for salvation. We pray for protection. Waache tamaa ambayo inaharibu taifa. Mtu anaingia pale anataka kuchukua kila kitu. Anataka kila kitu ikuwe yake. Lazima tuwaombee wawe na moyo wa Mungu. Praise be to God. But so many of us, if we take the time we complain and change it to time we will be praying for our leaders, we will see a lot of change. Pray for alignment with the purposes of God. The third thing that we must pray for is that we must pray for the church. We must pray for the church. The Bible says in the book of Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit for all saints. Ya kwamba lazima tuwaombee waumini. And we know that the church is God's instrument on earth. The church is God's instrument on earth. Ephesians 3:10, the Bible says, to the intent that now unto the principalities and powers might be known by the church the manifold wisdom of God. The church reveals the wisdom of God. Praise be to God. We must pray for the church because the church is under constant attacks. Kanisa inavamiwa kila siku na hiyo tumeona. Lazima tuombe for spiritual growth. Lazima tuombe kanisa liwe na umoja. Lazima tuombe kanisa liwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Lazima tuombe kanisa for purity and holiness. Purity and holiness haiji tu kanisani. Lazima kuwe na watu ambao watabeba mzigo huu na weze kuombea kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuombe watu waokoke. The fourth thing, we must pray and contend for souls. Praise be to God. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believeth not. And so lazima tuombe ili watu waokoke. Watu hawaokoki tu. Watu hawaokoki tu. Lazima kupatikane mtu ambaye atasimama kwenye pengo, hata hii Kiambu, hata hii Kenya, hata hii Afrika, amuombe Mungu, Bwana tupatie watu ambao wataokoka. Kuna mtumishi mmoja ukisoma God's Generals ambaye alikuwa anasema, Father, give me Scotland or I perish. Bwana wacha watu waokoke ama mimi niangamie. And he prayed that men should be saved. Alikuwa anamwambia Bwana, ninaomba kwa sababu ya Kiambu hii, wacha watu wakujue. Ninaomba kwa sababu ya eneo hili, wacha watu wakukubali. Ninaombea watumishi waondokapo, wanapohubiri neno lako, wacha neno lije kwa nguvu, wacha neno lije kwa mamlaka. Na so I'm saying, hata sisi lazima tuchukue mzigo wa kusema, Bwana, hata hii Kiambu wacha watu wakufahamu, hata hii Kiambu wacha watu wakupende, hata hii Kiambu wacha watu wakutumikie. Praise be to God. Manake watu wakiokoka, agenda ya Mungu inatimia. We must pray against spiritual forces. Kazi za shetani. I'm talking about burdens that every intercessor must carry. Kila mwombezi lazima achukue mzigo wa kuomba ili kazi za shetani zisitimie. Shetani anatamani kuiba. Kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuua. Yuko kazini kuhakikisha kwamba agenda ya Mungu haiendelei,
Kwa hivyo lazima waombezi wasimame waseme kwa niaba ya taifa, lazima mapenzi ya Mungu yatimie, na tunasambaratisha kazi za shetani na tunawalinda kwa damu ya Yesu watumishi wote, kila mtu ambaye Mungu ameweka kusudi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. So when you pray against these spiritual forces, watu ambao wanapigana na kazi ya Mungu, unatetea kazi ya Mungu. Haleluya. Ambia mwenzako, lazima tuombe. Lazima tuombe ili kazi ya shetani isitimie. Maandiko yanasema in Ephesians 6 chapter 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Kuna nguvu ambazo zinazuia miji kukombolewa, lazima waombezi wasimame. Kuna nguvu ambazo zinazuia familia fulani kukombolewa, lazima waombezi wasimame. Kuna nguvu ambazo zinahakikisha ya kwamba there will not be holiness and righteousness in the church, lazima waombezi wasimame. Nani atabeba huu mzigo wa kusema, Bwana, leo sijakuja kwa sababu yangu, ya kwamba hata mimi ninakuja kwa sababu ya taifa? You know, ukiangalia sababu ya Yesu kuja, alikuja ili na mimi na wewe tukarudishwe kwenye uhusiano na Mungu ambaye ndiye baba yetu. So mimi na wewe kama Yesu lazima tuchukue jukumu. We must take up the responsibility to intercede for the nation. We must take up the responsibility to pay the price, to pay the cost on behalf of the nation of Kenya. Moja, in our generation, let a young man arise na aseme, mimi nimekataa ndugu zangu na dada zangu kukufa kwenye madawa. Bwana, ninaomba uwakomboe. Ninakataa ndugu zangu na dada zangu kuishi maisha duni tu hivi. Bwana, ninawaombea, tetea kizazi hiki. Praise be to God. We must pull down strongholds. We must break demonic influences. Kazi za shetani. Unaomba Mungu waliofungwa wafunguliwe. Kuna watu wengi ambao Mungu ameita, anataka kutumia, lakini wamefungwa na mambo hapa nje. Lazima tubebe huo mzigo. Bwana Yesu asifiwe. We must pray for ourselves. Personal alignment. We must pray for ourselves. Ukisha sasa anza kubeba mzigo, lazima sasa unaanza kumwambia Mungu, hata mimi nionyeshe njia ambayo ninafaa kupita. Bwana, nionyeshe mahali ambapo ninafaa kuwa, katika jina la Yesu. Personal alignment. Ask God to align you. Ask God to reveal the things that do not glorify him in your life. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maandiko kuna watu ambao walibeba hii mizigo. Tunaona mtu kama Abrahamu akiombea Sodom. Anaombea Sodom. Manake Mungu alikuwa amemwambia kwamba anaenda kuharibu Sodom, na Abrahamu akasimama kwenye pengo. Na tunaona mtu, the man who is Lot, tunaona akikombolewa. Kwa nini? Manake kuna mtu ambaye alisimama kwenye pengo. Tunaona Danieli alisimama kwenye pengo. Tunaona mtu kama Hana alisimama kwenye pengo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwa maandiko kama kanisa, wakati Peter alikuwa gerezani, when Peter was jailed, the Bible says the church, kanisa lilimuombea. The church of today needs to stand. In the book of Acts chapter 12 verse 1 to 7, the Bible says that now, about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of his church, and he killed James, the brother of John, with a sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Peter therefore was kept in prison. Listen to this. Peter also was kept in prison, but prayer
was made without ceasing of the church unto God for him. Ya kwamba wakati Petero alishikwa na alikuwa gerezani anangoja kuuawa, kanisa liliomba bila kusita. The church prayed. When there is a problem, let the church gather and let the church pray. Wakati mambo hayaendi vizuri, wacha kanisa liungane na wacha kanisa liombe kwa sababu ya taifa, kwa sababu ya familia. Let the church gather. Bwana Yesu asifiwe. Listen, watu wakiomba mambo ya maana, mambo makubwa yanafanyika. When the church gathered to pray for him without ceasing, maandiko yanasema, and when Herod would have him brought forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains. And behold, the angel of the Lord came upon him, and he smote Peter on the side, saying, arise up quickly. And the chains fell off from the hands. Kwa sababu kanisa, because the church was praying for Peter, an angel of the Lord was sent to him. Akaenda akamfungua Peter, akamwambia simama twende. And so the man who was supposed to die, Petero ambaye alikuwa afe, he was saved because intercessors, kanisa ililisimama kwenye pengo. Wakati watu watasimama kwenye pengo, kutapatikana ukombozi, kutapatikana watumishi wa kweli, kutapatikana taifa ambalo litasimama. Watu wataokoka kila pembe, kazi za shetani zitashindwa kwa sababu kuna watu ambao wamesimama kwenye pengo. Kwa hivyo leo kazi yangu ilikuwa rahisi, ni kukwambia kwamba carry the burden of an intercessor. As from today, pray for the nation. Yeah? Pray for the nation. Wazee wa kanisa, maandiko yanasema mmoja akiwa mgonjwa aje kwenu, lazima muwe waombezi. Simameni kwenye pengo, washirika wasigonjeke, manake wakigonjeka mtasumbuka. Simameni kwenye pengo. Tuombee watu ambao wako kwenye uongozi, tuombee watumishi. Kanisa lazima tuombe. Tusimame kwenye pengo. So it's not just complaining about the nation. Wakristo ambao wanasema and they are not praying. If the church prays, kanisa la Kenya tukiomba, mambo hapa Kenya yatabadilika. Tunaweza omba kukiwa na kiangazi, Mungu akatupa mvua. Manake even on the days of Isaac, God asked him to stay in Gerar. He planted in a time of famine and he harvested 100-fold. When men pray, systems change, things change. Kwa familia kunapatikana suluhisho, manake kuna mmoja ambaye anasimama kwenye pengo. Mambo yanabadilika kanisani, manake kuna mmoja ambaye anasimama kwenye pengo. Mambo yanabadilika kwenye mji, kwenye vijiji, manake kuna mmoja ambaye anasimama kwenye pengo. Things change because there is a man to stand in the gap. I sought for a man to stand in the gap and I saw none. Ya kwamba nilimtafuta mtu ambaye atasimama kwenye pengo na sikumpata yeyote. Ninataka nikimalizia, my responsibility was to tell you that there are burdens you need to carry, and that you need to move beyond just praying for yourself. You need now to carry the burdens of God. You need to know what is close to the heart of God and contend for them. Ombea watumishi. Ombea watumishi. Ombea kanisa Kenya. Pray for holiness and righteousness. Pray for businesses. Tuombe that the will of God will prevail. Even in our generation, in our families, in our time,
in our church, that we will not miss our season, because hakuna mtu ambaye anasimama kwenye pengo. Katika jina la Yesu, usichukue tu dakika moja ujiombee, umwambie Bwana Mungu, ninaomba hata mimi unipe mzigo wa kuombea taifa, mzigo wa kuombea walio kwenye mamlaka. Father, give me the burden to pray for the nation, to pray for those in authority. Father, give me the burden to stand in the gap on behalf of my family, to stand in the gap on behalf of my parents, to stand in the gap on behalf of my brothers and sisters, to stand in the gap on behalf of my friends, to stand in the gap on behalf of where I work, to stand in the gap on behalf of our church, to stand in the gap on behalf, Father Lord, of my generation. Nisimame kwenye pengo kwa sababu ya waimbaji, nisimame kwenye pengo kwa sababu ya wainjilisti, because of the apostles, the prophets. Nisimame kwenye pengo katika jina la Yesu. So ambie Bwana, mimi nipe mzigo. Kutoka leo nimejipenda sana kwa maombi, lakini kutoka leo Bwana, ninaomba mzigo wa kuombea taifa, ninaomba mzigo wa kuombea watumishi, ninaomba mzigo wa kuomba watu waokoke, ninaomba mzigo wa kuomba mapenzi yako yatimie katika jina la Yesu. Bia Bwana, ninaomba mzigo katika jina la Yesu. Mtakatifu Bwana Mungu, tunaliheshimu neno lako. Wewe ni mwema, unastahili sifa na unastahili utukufu. Bwana, ombi letu ni moja. Bwana, give us the burdens, oh Lord, to intercede and to become intercessors on behalf of the nation, and to carry these burdens in the mighty name of Jesus, to pray that your will may be done, Father Lord, on earth as it is in heaven. Father Lord, give us the burden to pray for the leaders. Give us the burden to pray for the land, to pray for our families, to pray for our churches, to pray for the men of God in the mighty name of Jesus, to the end that, Father Lord, may your will prevail. In Jesus' mighty and precious name we do pray, believing and trusting. Somebody say amen. Mtu aseme amen. Kwa hivyo watu ambao wanasema ya kwamba hawajui kwa nini watu wanaomba dakika mingi, sasa leo nimekupatia mambo ambayo unaweza kuombea. Tuombee taifa na mambo hayo mengine, na zaidi ya yote hata mimi naomba mniombee katika jina la Yesu. Asanteni sana kwa kuja kanisani leo. Mbarikiwe sana sana.